Naomba niwatahadharishe wa Kenya. Hichi kitu kimeenea kutoka 2002 boda zilivyofunguliwa, na imeendelea nao for 20 years. Na Wakenya tusipojua tahadhari ambayo inayotukumba, tutaisha bila viwanja na tutaishia kuona watu wakinyanyaswa. Kuna dili ambayo ukiwa una kiwanja, panakuja tajiri, anataka kile kiwanja chako ama anataka ile nyumba yako kwa sababu ni mbovu. Anakupatia mkataba ambao mnakubaliana kama ni 70-30, 70-40. Yeye anasema anavunja ile nyumba yako yote kwa sababu una uwezo na iko mahali pazuri. Anakwambia atajenga gorofa kama 10, yeye achukue 7, wewe uchukue gorofa 3. Upate kujikimu maisha, na yeye achukue gorofa 7 ajilipe deni. Baada ya hapo atakuachia nyumba yako. Huo mfumo umekuja na ndugu zetu wa Somali. Na wameweza sana kunyang'anya watu wengi mashamba. Serikali inajua. Lakini unafaa uelewe kwamba watu wote ambao wako katika serikali mpaka rais wenu wako na price tag. Wote wananunuliwa. Na Wakenya wamepoteza mashamba yao na nyumba zao tukiwaona. Na ndugu zetu wa Somali ambao wako na hii tabia ni wale wanaishi Ulaya, London, Russia, US, Switzerland, name it. Wanakuja hapa, wanaona nyumba yako iko barabarani ni mbovu, wanakuambia mama, mimi nitakujengea nyumba yako. Tukubaliane katika 100%, mimi nitachukua 40 na wewe utachukua 60, ama ndachukua 30, wewe utachukua 70. Baada ya siku kadhaa anatafuta watu wa ardhi, anawaonga. Akishawaonga, survey anakuja kwako, anakwambia nataka title deed yako akaangalie vile iko. Kuna mama zetu ambao hawajasoma mazuzu wanapeana title deed. Inaenda inabadilishwa, na kabla hujajua ukianza kulalamika unaletewa wauni. Unafanyiwa vituko. Nairobi walipoingia 2002 walichukua nyumba za Wakikuyu Eastleigh, Parklands na South Sea wakitumia bili za maji. Bili ya maji inakuja na jina la mwenye ploti. Wanaenda wanachukua ile jina ya mwenye ploti, wanabadilisha, wanatengeza title deed kitambo mzee wa Kikuyu aje ashtuke. Mambo yameisha. Akienda kotini tembea, koti inahitaji pesa. Msomali anakuja anampiga na milioni 200. Inabidi akubali kwa sababu serikali inamnyanyasa, anapeana shamba lake bila kutaka. Hiyo ndo njia iko. Na Wakenya wengi wamenyang'anywa mashamba. Huo mchezo umeingia hapa Mombasa. Kuna watu wamenyang'anywa mashamba kwa njia hiyo. Unaletewa wauni, wanakuteka nyara, wanaenda wanakutocha. Mwenyewe anakuambia mimi nitakupoteza. Anataka shamba lako. Hata ile 60-70 ya kupatia. Na wacheni tuwekane wazi. Kama kuna watu wafisadi, kama kuna watu hawawezi tumia njia ya halali kupata mali yao na kupata mambo yao wanaoyafanya, ni ndugu zetu wa Kisomali. Sio wote, lakini hawa wakuja kutoka Somalia hawawezi endelea bila ufisadi. Lakini kuna kitu nataka nikwambie, kwa nini jamii ya Waislamu wote, mashehe wote, maulama wote wamejua hii udhalimu iko. Na hii udhalimu unatendeka kwa Waislamu na kwa Wakristo. Kwa nini mashehe hawajakaa chini waka call out na wakasema sheria ifuatwe? Ni kwa sababu kwetu katika dini yetu tuna kasumba ambayo inaitwa tustiri Uislamu. Katika dini yetu ni kitu ambacho tumekikuta tukiwa watoto, na ni kitu kimetengezwa na watu, hakiko katika dini. Muislamu akikosa, hatusimami na haki tukasema huyu amekosa na anavyofanya ni dhulma. Ela tunaitana vyumbani, tunaambiwa Waislamu ni malaika, hawakosi. Hiyo ndio mfano wenyewe, hawakosi. Na kwenda kusema Muislamu amekosa ni kutia dini aibu. Na ndio maana unakuja unakuta dhambi nyingi sisi Waislamu tunazificha.
dhambi za kijinai, vituko vya mambo mengine hata hawezekani. Lakini wenzetu wakifanya, sisi ndo wa kwanza kuitisha spika tukasema wenzetu wamefanya. Sisi ni binadamu. Na mahali tumefika, hakuna kustiri Uislamu ama kustiri Waislamu wenzetu. Kwa sababu wale tunaowastiri wanaumiza bado Waislamu wenzao. Kwa hivyo tunamstiri nani? Hatuwezi stiri ubaya tena. Mimi niko na kesi kama hizo saa hizi zaenda kufika 12. Na wanaofanywa hivyo ni Waislamu, wametolewa ndani ya majumba yao. Saa hizi currently ni mwanamke ambaye anatoka London. Amekuja amenunua shamba. Amekuja wamekubaliana katika huo mkataba wa 60-40. Mwisho wa kuishia mama ndo alikuwa kusoma akakubaliana na wao. Kijana ameingia kidete akawaambia hatuwezi kuwapa title deed. Yule mwanamke anatoka London, mwanamke wa Kisomali, amejifunga ninja, tasbihi iko mkononi kila saa. Ukimuona utasema ni dadake sahaba fulani. Anakodisha wauni. Huyo kijana wa watu amekuwa anashikwa na polisi kila saa. Anashinda police station kila saa, yuko Changamwe police station kila saa. Polisi wakifika akitoa makaratasi wanamwambia una makosa. Kesho polisi wa police station nyingine amekuwa yeye ni abduction, kutukana. Ule mwanamke anamtishia, yuko on the record, anamwambia nitakupoteza, nitakufanya nini. Kisa na maana ni shamba. Na wacheni niwaambie ndugu zangu, kuna kustiri Uislamu na kuna kustiri unyama wa watu. Hawa ndugu zetu wa Kiislamu wananyanyasa watu. Watu wamepoteza mashamba yao katika mikono ya hawa ndugu zetu. Kwa sababu ya nini? Minister of Lands, they have price tag. Our own president has a price tag. Our own migration has a price tag. Na saa hizi ndio wakati wao wa kula. Wakati wa uhuru walinyakua mashamba, waliibaiba mashamba. Lakini saa hizi wanakula vizuri kwa sababu wamemnunua rais wetu na pesa ndogo sana. Wamenunua viti vao. Sasa katika hii miaka 5 na miaka 10, Wakenya damage ambayo itakayotengezwa katika miaka 20-30 na ukuja itatuacha mahali pabaya. Institutions zetu hazifanyi kazi. Kenya, serikali ya sasa hailindi Mkenya tena. Mashamba ya watu wanakwenda. Saa hizi wamefika Kanamai, saa hizi Wagiriama wa Kilifi wanalia, Wagiriama Mombasa wanalia. Makatela ambao wako juu ya meza wanasema acha tusaidie Waislamu wenzetu, acha tuwastiri. Mimi kina kitu ambacho ninajua. Uislamu ni dini ya Allah. Na Uislamu ni dini kama dini zingine. Lakini Waislamu ni watu wana mapungufu, wanakwenda chooni, wanakunya, wanatamaa. Na kama mnataka kusema Waislamu ni watu wazuri, tafuta yule alofanya uzuri, lakini usiweke watu wote kwa kategori nzima ukasema ni wazuri. Ukitaka kujua pia sisi ni wafisadi, angalia kaunti zinazotawaliwa na Waislamu. Nenda ukaangalia drug peddlers, wengi ni kina nani? Nendeni mkaangalia na mambo mengine uko ndani, wengi ni kina nani? Ni sisi. Kwa hivyo kabla hujasema tustiri Uislamu, je, unastiri Uislamu ama unastiri dhulma? Saa hizi mnajua mimi mambo ya kusemana hapa uko ni mambo ni ukweli. Ndaanza kutaja kila mtu kwa jina. Na karibuni ndazileta hizo kesi. Na ndaanza kutaja mtu jina kwa jina baada ya mmoja. Kwa sababu nimejaribu kusaidia watu waende kotini, majaji wamenunuliwa, magistrate wamenunuliwa, familia inapoteza nyumba na shamba, Muislamu anapoteza nyumba yake na shamba yake kwa Muislamu mwenzake. Lakini wao ukienda wanakuweka chini wakwambia Batuli, sisi ni Waislamu wenzako, tustiri. Siwezi kukustiri ilhali unamdhulumu mwanadamu mwingine. Hawe hata Mkikuyu, hawe hata Mbaluya. Dhulma ni dhulma. Tuacheni kudhulumu watu kwa kutumia njia ya kustiri Uislamu. Tuacheni hii tabia. Hii narrative imeenda muda mrefu sana. It has to stop.